National School Inauguration Ceremony, the year 2025. Agri kuwa national school sio jambo la kawaida, na vile principal ametangulia kusema kwamba kwanza ni kwa neema za Mwenyezi Mungu, na pili kwa bidii ya walimu, wazazi na wanafunzi wote. Na nataka kuwaambia hongera sana, hongera kwenu kwa sababu hivi sasa utaona alumni wengi including mheshimiwa wetu hapa atakuwa anasema sasa alisomea national school, si kweli? Na kwa sababu imekuwa national school, basi kila kitu chake kitakuwa cha kimataifa. Kama tunaongelea mambo ya infrastructure zitakuwa za kimataifa. Kama ni mambo ya results, na hii ni changamoto kwa form 4 wako hapa, nina imani na nyinyi sana kwamba saa hii tuna compete kimataifa. Vile mmekuwa mkipeleka mbio national schools, because Dr. Agri walikuwa nambari ya pili na walifuatiwa tu na national school. Sasa hii wamefika hiyo level, na najua watakuwa naongoza Taita Taveta. Mimi ni kipenzi sana wa Dr. Agri, naipenda hii shule kwa sababu nayo haijatuangusha, imetuheshimisha. Na sitaki kusahau kuwatambua walimu, kwa sababu bila juhudi za walimu wanaojikaza, Dr. Agri haiwezi kufikia mahali hiko. Napongeza pia wazazi, mmejitolea, na naomba muendelee kucheza pati yenu ili hii shule iendelee kuwa viwango vingine. Na sijajiintroduce, mimi naitwa Athanas Mbele, mimi ni mtoto wa hapa, mimi nimesomeshwa hapa na jamii. Sijasomea Dr. Agri, lakini rafiki mkubwa na champion wa elimu, kwa sababu hatuwezi achia viongozi peke yao wao wanasukuma elimu. Pia sisi kwa mchango wetu mdogo tutaweza kusukuma elimu iende mbele. Na mimi si mgeni hapa Dr. Agri, nimekuwa nikija sana nikipeana motivation kwa wanafunzi. Nimewapea historia yangu, vile nilizaliwa na nyanyangu, na sitaisema sana kwa sababu ya muda, bali nimepewa kitabu changu hapa niliandika, inaitwa Perfect Storm, ili iweze ku-encourage na ikae kwa maktaba ya shule hii, na iweze ku-encourage wanafunzi kwamba no matter where they come from. Moto yetu tuliongea na wanafunzi last time, tulisema we must get out of the village, na tukienda out of the village lazima turudi tuje kuibadilisha, ili tusaidie as stakeholders tuendeze elimu mbele. Na najua kwamba changamoto haziwezi kosekana katika elimu. Hivi majuzi tumeona pia CS wa Treasury amesema kwamba capitation ya education imeshuka kutoka 22,244 mpaka 19,600 mpaka 16,900. Na tunaomba kwamba tuendelee kama sisi tuna support viongozi wetu, tunajua wanapigania hilo, kwamba hatusemi ibaki pale 22,244. Tunaomba kwanza iende juu, because the last time imekuwa revised ilikuwa 2018, which is 7 years ago. Na gharama ya maisha yamepanda, stima imepanda, na kila kitu imepanda. Kwa hivyo ni viongozi wetu, kwa sababu wako hapa, ni kuwaomba kwamba tuendelee kupush kwamba government iendelee kusupport hizi shule. Kusustain watoto wengi kama hawa inahitaji fedha, na wazazi wamejitahidi kila wawezavyo, na najua wanahitaji msaada sana wa viongozi, serikali na mashirika mengine. Na pia nisisahau, kwa sababu wadosi wako hapa leo, niweze kuomba director wa TSC kwamba shule ikirudi national status, tumesema kwamba kila kitu yake inakuwa nation, kwamba pia tuangalie affairs za walimu. Nimesikia Dr. wetu Haran akisema hapa kwamba tunahitaji walimu wengi, na pia tunaomba tusione transfer za walimu wakitoka hapa. Hawa walimu waweze kupandishwa ngazi za juu, waangaliwe maslahi yao. Hawa walimu kama ni kwenda next level za masomo, tupate madaktari wengi kama Lumula alinifunza, Daktari Lumula alinifunza maths na nikampatia A pia. Hivyo hawa walimu wameonyesha kwamba wako na nguvu ya kuweza
kupandisha shule kutoka extra county school to a national school. Kwa hivyo tunaomba pia maslahi yao yawe yameangaliwa. Na mimi nina run foundation yangu, na nikisema hivyo nasema kwa ujasiri kwa sababu kuna mchango wangu ninaweka katika elimu. Huu mwaka kwa kifupi tu nimetoa basari kwa mfuko yangu na wale wanaopenda elimu kama mimi ya total of 1.34 million, na nimepeana bursaries to a total of 351 students hapa ndani sub county. Na pili, sijakomea hapo. Juzi nilikuwa na Maria, huwa nafanya kipindi pale Citizen, nilikuwa na Maria pale Mbela High School, tukatoa tarakilishi ama computers kwa JSS zaidi ya 20, na hiyo ni phase 1. Tutafanya phase 2, phase 3 na zingine. Lakini pia wadosi, mimi nitawaeleza kwamba mimi huwa napenda kupika chapati sana kwa mashule. Napenda kupika chapati kwa sababu nyanya yangu aliyenilea alini-encourage sana na kile nilicho napenda, kwamba nikiwa number 1 ananipikia chapati. Hata siku moja nilikuwa number 11 na kwa sababu hajui kusoma alipoona 1 akanipikia chapati. Na mimi huwa naenda kupika chapati kwa sababu gani? Kwa sababu naonyesha kwamba chapati hiyo inapikwa na mafiga matatu. Figa la kwanza ni mzazi, figa la pili ni mwanafunzi, na figa la tatu ni mwalimu wanaofanya juhudi. Na ukiona Dr. Agri sasa tuna celebrate kwa sababu hayo mafiga matatu yamesimama kamili. Kwa hivyo naomba wadosi muendelee kunisupport, munipatie ruhusa ya kuendelea kupika hizi chapati kwa hizi mashule ili niweze kudemonstrate kwamba tunahitaji wazazi, mchango wa wanafunzi na mchango wa walimu. Mimi nitaendelea kufanya mengi. Kuna programs hata nikitoka hapa, kuna mahali natengeneza matofali huko juu, tunatengeneza kitchen pale Mrange ya shule, na bado pia nimeimark shule 2 hapa ndani sub county zenye nitazifanyia renovation kwa mashirika mengine, na si kwa mashindano kabisa. Ni kwa sababu hii jamii imenilea na kile kidogo ninachopata lazima nirudishe kwa familia. Leo nimeleta laptop hii kwa kijana, ametufanya very proud. Amepata A, nimesikiza sifa zake. Jimmy Fallon, wapi makofi ya Jimmy Fallon? Tunampatia laptop, najua anaweza kuwa ako na laptop nyingine lakini tunamuongezea. Na laptop hii kijana mwenzangu, naomba ikukumbushe kwamba na wewe ukienda pale ukiwa daktari, uje tukupokeze kijiti cha kusaidia jamii. Mnajua hii race inakuwa ya kupokezana kijiti, si ni kweli? Si ni kweli? Sinakuwa ni race ya kupotezana kijiti. Nataka pia nisisahau kumshukuru MP wetu kwa kutupatia dormitory ya mpya, na pia kwa sababu ni race ya kupokezana kijiti. Race ya kupokezana kijiti inataka vitu mbili. Number 1, yule mtu anakuja na speed kabisa, na yule mwingine anangoja hiyo kijiti, anakuwa tayari namna hii aichukue akimbie nayo. Sasa sisi mkituona namna hii, sisi tumekaa tayari tuwe champions wa elimu, na hiyo kijiti ikija na speed ya 120, mimi naichukua na speed ya 200 na chomoka kama pikipiki ya kuibiwa ama ile gari inapeleka miraa ya Meru. Asanteni sana, naomba nikaweze kupeana hiyo laptop, na pia shukrani yangu kwa walimu, najua ni wengi ni wachache, niwapatie na ni mbuzi kidogo, lakini najua tutaendelea kuongeza, na tuko na wadosi hapa, najua taongeza mbuzi nyingi zaidi. Asanteni sana na Mungu awabariki. Alikuja kwa ofisi yangu akaangalia majibu ya form 4, akasema mbona hawa ni term 3 ndio unapata D Dr. Agri. Remember? Tukawaita. There were 15 boys, tukaongea na wao. Imagine 9 of them qualified for university. I'll never forget that. And then number 2, about my friend. This one goes to the boys, our moms, our parents. They pour everything on us to be Dr. Agri. His biggest dream when he was learning was siku moja anunue gari apandishe mama ampeleke kanisani. That was his driving force. So when he bought his first car, mtu wa kwanza kupanda ile gari alikuwa ni nani? Alikuwa ni mamake mzazi. Nyanyake mzazi. Aliambaye mlea. Anasema he never forget that joy. Never, because alipokuwa akisoma, he used to see vehicles in his village, but parked where? In the neighbors. Akasema one day, through the grace of the Almighty, gari itapaki wapi? Kwao, na imefanyika.
Boys, go be the next Mr. Mbele. So, what do I go for Mbele? Thank you so much. You can now receive our awards. Lectures rekoneka kwa mgongo vizuri, very securely. Anything give it to our guest. Okay. I'm very happy. Bwana Athanas, thank you very much. At least nimepata resource. Tukienda pale medicine, at least I'll have something to spend my night with. Mr. Lumula was saying, nights are precious. So during the day I'll be in class. At night, thank you for this. Asante sana.